Okay, nashukuru sana mashabiki wa Mat Radio. Mimi Eh, naitwa Toremo pale TikTok, na mimi ni wow. kiongozi wa wale watu hawana meno. Mimi ni president wa Mapengo. Unasema wewe ni president wa Mapengo. Yes. Kabla tukupatie nafasi ya kutuchekesha hapa studioni Ha? labda nikuulize, haya mapengo uliyatoa mwenyewe ama ilikuwa vipi? Maanake tayari nikikuona pale kwa mtandao ulikuwa hauna una mapengo. Kwa sababu hii ni station ya radio, mimi huwa napendanga sana mtu akiniuliza swali kama hiyo namwambianga anunue soda nimpe story ya Mapengo. Lakini kwa sababu ni studio ya radio, Eh. wacha mimi nikueleze tu kidogo. Nilipata ajali ndugu yangu. Ah, Yes. okay. Yes. Pole sana, pole sana. Kwa hivyo baada ya kupata ajali mapengo ndio hivyo ukaumia. Nikaumia, Mapengo ikaja. Na wanasemanga kama mama amepata mtoto huwezi kataa mtoto bwana. Ni kweli. Bwana, sasa Mapengo ni yangu na siwezi kataa, ni yangu sasa. Lazima nijivunie nayo. Ni kweli. Yes. Wow. Sasa baada ulijiingiza kwenye sanaa hii ya comedian kama lini hivi? Okay, mimi kitambo nilikuwa najificha sana. Mapengo nikiongea mostly kama ni dem niko naye nafunga mdomo, mkono wa mdomo ndio nifanye introduction. But sasa nikaona inafikia mahali kwamba ukiendelea kujificha hivyo haupati, yani au yani haushindi, haupati mshindo, ama ule mtu hawezi wa accept jambo lako. Unapata hiyo kujificha ficha naye ikakuwa ni ngumu. So wakati ule 2018 wakati TikTok ilikuja, nikasema bwana, hii kitu hakuna haja, kwani si Mapengo niko nayo, kwani nikificha nitaficha mpaka lini? Okay. So pia Mungu pia kumbe alikuwa amenipea talanta ambayo alikuwa sijui ya kuchekesha. So nikasema wacha nisukume iende pamoja. Okay. Na ile kusmile pia kumbe ni kichekesho. Wazi nikaanza kusmile. Nikikutana na mtu nikismile kama alikuwa ananidai, nikismile hivi, deni anidai tena, anaachana naye. Na sasa nikuulize, kuna baadhi ambao unajua mimi ni moja kati ya wale ambao wanakufuatilia sana kwa karibu. Thank you. Na kuna siku nyingine ambayo nilikuona kwamba umekusanya baadhi ya watu ambao wako design kama hiyo. Yes, yeah, na hiyo yes. Sasa ile ilikuwa ni kampeni umeanza ama namna gani? Hiyo ni program inaendelea hata sasa hivi, niko upande wa Eldoret. Ni tunafanya mass registration ya wale watu hawana meno. Na mimi mwenyewe kama Toremo nimetuma lawyer High Court Nairobi. Tunataka bwana serikali watu weke sisi Mapengo tuwe kati ya wale ambao wanaitwa walemavu. Wow. Yes. Wewe ni disabled. Yeah, tunataka sisi Mapengo tuwe part of disability. Yaani kwa sababu unajua sisi tuko na challenge mingi sana bwana. Challenge kama gani? Challenge kubwa sana ambayo inatusumbua sana. Sisi kama Mapengo wasichana. Mostly wasichana, kama wewe ni kijana msichana anakukataa, hakupendi. Yeah, hakupendi. Wanasema ni mzee ama namna gani? Nasema bana mimi sikupendi bana. So wewe hauonekani handsome. Ya pili kukula bwana, nyama bwana. Unajua nyama ni kitu mzuri, kitoweo ambayo kila mtu anapenda. Hiyo ndio kitu ambayo imetuletea shida sana, especially mimi mwenyewe hapa mimi napenda nyama sana. Lakini sasa kukula nyama ndugu yangu, kama wewe uko na timu kwa mesa alafu sasa mnaanza kukula nyama, utajipata wewe uko na nyama moja wenzako wamemaliza. Lakini mbona huwa unapenda sana kama ni kuuma ile nyama? Unauma hapo kwenye Mapengo, unang'ang'ana na hapo, na ukijua kwamba labda ile nyama unaweza kuikata vidogo vidogo ukaiweka moja kwa moja. Kuna nyama ile ya mfupa, na ile nyama mfupa unajua mpaka uimenye vizuri ndio itoke kwa mfupa. Naam. Na hiyo mpaka uweze kuuma na mali venye natakana. Sasa unaona mimi nikijaribu kuuma, nikiweka kwa mdomo nyama mfupa ni ngumu sana kuuma, kwa sababu wewe uma na kando. Unauma na hapo katikati.
Sasa huwa nang'ang'ana tu, nikipata kidogo inaenda mpaka nang'ang'ana na nawacha nyama kwa mfupa. Sasa hiyo ndio challenges ambayo sisi tunapitia kama Mapengo, na kulingana na hapa Kenya ukiangalia hata recruitment ya polisi, kama una meno huwezi pewa kazi ya polisi. Kwa hivyo kulingana na hiyo registration ambayo mnaendelea nayo, tuseme nafasi kama zile mtakuwa mnataka mhusishwe pia. Tunataka tuhusishwe pia hata jeshi. Si lazima ya kwamba mtu akiwa na mapengo asiandikwe jeshi. Kwani mapengo inashika bunduki? Haishiki bunduki bwana. Shiki bunduki bwana. So sisi mapengo, mtu kupata mapengo si kwa sababu ati alitaka. Pengine ni ajali ama ni kitu ilitokezea. Haya, kuna hao wazee wetu ambao wamezeeka bwana. Wazee pia wanapitia challenges mingi, na unapata mzee amezeeka, meno zile gums za mdomo, meno bado haziko active. Mzee amezeeka, anapitia challenges mingi. Tunataka sisi mapengo tuwe part of disability, tuwekwe katika tuwekwe in a special way. Hata kama sherehe iko, tukiwa na harusi kuwe na sufuria mbili. Sufuria ya wale ambao wana meno na sufuria ya wale wenye mapengo. Na sasa nikuulize. Yes. Kuna hawa wazee ambao ulikuwa umetaja. Yes. Pia mtakuwa mmewajumuisha kwenye hii safari ambayo mmeanzisha sasa hivi? Ndio kabisa, mtu yote mapengo, na sisi katika ile proposal ambayo sisi tumeandika na sheria ambayo tumepitisha ni kwamba wewe ukitaka ukue part of disability, ile qualification ya mapengo ni above 5 teeth. Hiyo ndio tutaweka uwe part of disability. Yaani wewe sasa umequalify tukuweka kama disability mapengo. Na sasa mje mgundue kwamba kuna mtu ambaye aling'oa mapengo ili mradi ajiunge na nyinyi. Mtamruhusu kuweza kuungana na nyinyi? Kweli, kusema kweli, hakuna mtu anaweza toa meno ndio uungane na hakuna mtu anaweza kata hata kidole chake ili akuwe part of disability. Unaona hata sasa hii kuna hao wenye wana miguu mzuri, viwete, wanapata ajali. Si kupata kwao. Hata sisi pia si eti tunafurahia tuwe na mapengo. Mapengo ni kitu ambayo wanapata kiajali, kibati mbaya. Unajua nasema hivyo kwa sababu gani? Utapata kwamba kuna mtu pale, yale meno alikuwa anamsumbua sana, yanamuuma sana. Daktari anamwambia bana, hapa hili jino pale limefikia, inabidi ulitoe tu, manake litakusumbua sana. Umeona? Sasa akiangalia ili apate afueni, inabidi sasa ile jino alitoe. Na umesema kwamba idadi ni meno matano? Qualification 5 teeth, meno 5 idadi. Very good. Sasa upate kwamba ule mtu amesumbuka na jino la kwanza mpaka ukafika ile idadi yenu. Je, mtu kama yule mtamruhusu? Na je, haya meno ambayo mtakuwa mnaangalia ni meno hapa mbele peke yake ama hata kule ndani kabisa? Bora tu ni meno matano. Sana kwa sababu unajua kitu ambaye inaitwa disability ni kitu ambaye inafaa ionekane. Okay. Na ukiwa disability lazima ionekane huyu ni disability na ni kweli ndio hii. Na hata akikaa hapa mbele, unajua huyu hata ukimpa chakula ufai umpatie chakula ambaye ambatani na yeye. Sasa meno yenye tunataka ni ile inaonekana ya mbele, mostly ya mbele. Alafu pia ukisema hiyo mambo ya kung'oa meno kwa sababu meno imeuma ama imepata shida, hiyo pia ni chanzo ya mtu kupata mapengo. Hatuwezi sema mtu apate ajali apate mapengo. Hata hiyo kuumwa na meno inatoka yenyewe, unapata mtu ameishiwa meno kwa mdomo. Hiyo bora ufike qualification ya 5 teeth. Hiyo tunakuweka uwe part of disability. Okay, kwa hivyo haya meno si lazima yawe ni hapa mbele. Hata ukimwangalia akifungua mdomo, ukihesabu amefika 5, bado ataingia kwenye grupu yenu. Anaingia kwa sababu sasa akikosa meno 5 kwa mdomo, hata kama ni nyuma huku, huyo mtu atafuni tena bana. Hata atafuni ama kuuma aumi vizuri. Ni kweli. Huyo tayari ako na changamoto. Inapendeza tena sana. Sasa tutarejea nini baada ya miaka 5? Hata si 5 ni mingi, 2 na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hivi karibuni tutakuja we are going to launch hii kitu, na tunataka tusikize High Court inasema nini Nairobi. Okay. Maana tushatuma maloya huko wanafanya zile mambo zao ya kisheria. Tunataka tuone ni vipi hao maloya wataleta results gani na watatupatia mwongozo gani. Okay.
Alafu sisi sasa so far mimi mwenyewe kama president ya wala watu hawana meno, mimi sasa nimefanya registration, tuko around 1.3 million wale mapengo totally wenye mapengo wale 1.3 million, na niko na group na niko na list, na nimepika mpaka tuko na pictures, you see, paka ID number ya simu, location, mahali penye paka wako. Na hiyo ni kitu ambayo niko serious kabisa, na nataka mwenye anasikiza hii interview hii radio asikize, ajue kwamba kama ana meno ama kama kuna ndugu yake hana meno na ni mapengo, ajitayarishe, kwa sababu sisi tunataka tuone ni vipi tunaweza pata usaidizi. Okay, inapendeza tena sana. Na labda pengine kuna huyu ambaye aling'oka jino moja ama meno mawili pia, japo hajafikia kile kiwango ambacho mnahitaji. Yeye naye si atakuwa na kuhisi kwamba nimeachwa nje kwenye huu mpango? Hiyo sasa ni kama vile sasa wale ambayo viwete wale nini, kidole moja ikivunjika ule itwa disability kidole, hiyo bado atavaa kiatu na atakuwa sawa. So huyo bado hajafika ile kiwango ambayo tunajua, kama mimi mwenyewe naelewa kwamba huyu ako na changamoto, hajafika huyo. So tutamwambia tu we bado jino moja bana, wewe sifanya wewe kukosa kukula bana. Kwa hivyo atulie mpaka ng'oke meno manne. Atulie, ama pia unajua kama meno moja mbili imetoka ama tatu, unaweza enda kwa hospitali na ukafix, lakini kama meno tano kwenda mbele, hiyo hata uchumi ya sasa ukienda kwa dental ina changamoto sana kupitia, kama wewe mwenyewe hauna pesa, na ukiangalia hata maisha sasa kuna watu wanapitia maisha magumu. Huwezi kupata 150 kwenda kufix meno tano, ni kitu kigumu sana, unaona bana. Na unapata mtu ako na majukumu, ako na mambo mengi ya kimaisha, unaona bana. So hiyo ndio inaleta changamoto. Unajua tuwezi sema ati sasa uwezi weka meno. Kuweka meno unaweza weka, lakini unaweza unayo hizo pesa ama hauna. So unapata sisi maskini ndio tunapitia hii changamoto, na hao maskini ndio tunataka tuwasaidie kwa njia nyingine, kwa sababu hawawezi kuafford ile pesa kwenda kufix meno. Okay. Yes. Shukran sana kwa muda wako. Labda pengine watakupata vipi pale kwa mtandao, kwa wale mashabiki ambao wanasikiliza sasa hivi? Ukienda kwa TikTok unaandika tu Mapengo ama Toremo 254 official, unanipata. Ukienda kwa Facebook Toremo comedian, ukienda kwa YouTube Toremo official, ukienda Instagram Toremo official, X ambayo ilikuwa inaitwa Twitter, unapata Toremo 254 official. So mimi naomba watu wakuje hapo waone mambo ambayo yanafanya, alafu mlifollow pia, alafu tuweze kumtoa idea. Unaweza nitumia message ukatoa idea wewe pia, kama unaona mimi nimeenda kama unaona sisi unatuchangia nini kwa kulingana na hii safari, kwa sababu hii si safari rahisi bwana. Tunataka tungangane. Tushikane mkono. Kabla nisahau labda pengine hii safari yenye umeanzisha sasa hivi, huenda labda pengine mmoja kati ya nyinyi watu ambao unasema ni watu wana mapengo, kuna mmoja ambaye labda pengine atajiingiza debeni hii 2027, ikiwamo labda wewe ama mtu yoyote kati ya wale ambao tayari wameweza kuregister pale? Kwa sasa hatuna huo mpango, hiyo mpango, kwa sababu ya mambo ya hapa na pale. Tunataka kwanza mwananchi wa kawaida kwanza afaidike, kwa sababu unajua ukiangalia sasa hii wale mafu wengine wale viwete wa miguu nini macho nini wanapata marupurupu kulingana. Unajua ukiangalia hata katiba yetu ya sasa hii, katiba ya Kenya inasema disability, kuna pesa ambayo inatengwa kwa katika serikali ya ugatuzi, kila county government ya disability. Tunataka sisi pia Mapengo tunapata hizo pesa. So mambo ya uongozi bado tunafikiria hiyo, lakini kama mpango wa Mwenyezi Mungu itakuja baadaye, lakini kwa sasa bado hatujapata hatujakuwa na hilo wazo. Okay. Yes. Okay, tutakutafuta vizuri tena, hata ikiwemo unajua sasa kwa sababu ya muda unazidi kusonga sana. Yes. Tutakutafuta sana ukuje studioni hapa.